hivyo naamini ya kwamba tukiongeza tutaona kazi nyingine ya kumeremeta. Kwa hivyo wacha Mungu azidi kubariki, akurejeshe mahali umepunguza kwa ajili ya kazi hii, na Mungu akubariki sana na sana na sana. Wacha tuweze kuomba kwa ajili ya sadaka na tumkaribishe mnenaji. Asante Mwenyezi Mungu uliye mbinguni, asante kwa ajili ya wakati ambao Baba umeweza kuwa pamoja nasi. Umekuwa wa baraka, umekuwa mshindi, umekuwa kiongozi na umekuwa mwema katika ibada hii Jehova. Tazama Baba, tulipoanza tulikuomba uanze pamoja nasi, na hata wakati unapoendelea kuwa pamoja nasi. Tazama mikononi mwangu kuna zaka ambao wana wako wamekutolea kwa mioyo mkunjufu na kwa kujitolea. Asante Baba, maana umeweza ukabariki, umeweza ukatakasa, na hata wakaona ni vema kukutolea kile ambacho wamekutolea mahali hapa. Nikiamini ya kwamba itafanya kazi katika nyumba yako, izidi kupendeza wewe na hata izidi kupendeza na waja wako katika jina la Yesu Kristo. Asante Baba, maana naamini unaenda kubariki mifuko zao, unaenda kubariki haja ya mioyo zao, unaenda kuwainua mara nyingine, na hata Baba kuweza kujibu maombi yao katika jina la Yesu Kristo. Asante hata kwa ajili ya mnenaji ambaye anaenda kusimama mahali hapa na kunena neno lako kwa watu wako. Baba, naamini ya kwamba unaenda kumtumia kama chombo chako cha kuweza kuwasilisha neno lako kwa wana wako. Naomba Baba uweze kufungua mioyo yetu, fungua masikio yetu, ili Mungu neno lako litakaponenwa liweze kuingia katika mioyo yetu, na Baba tuweze tukaweka katika matendo, ili uweze kuzaa matunda iliyo njema ndani yetu, ndani ya wana wetu, ndani ya mji wetu, ndani ya nchi yetu, na kwa taifa nzima katika jina la Yesu Kristo. Asante Baba, maana naamini hata nena yaliyo yake, bali Baba anaenda kunena kile ambacho umekuweka ndani yake, na naamini ya kwamba itakuwa baraka ndani ya wana wako katika jina la Yesu Kristo. Asante Baba, na maana naamini ya kwamba umesikia na utatenda katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana wetu. Amen. Wacha tuweze kupiga shangwe nderemo na vigele, tuchanganye zote hadi mnenaji kutoka Amerika atakapofika mahali hapa. Tuendelee mpaka atakapomwona amefika mahali hapa. Mchungaji wetu Pastor Wanani na washirika wenzangu, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Namshukuru Mungu kwa wema wake na fadhili zake, kwa kusimama hapa si kawaida, imegharimu mkono wa Mungu. Ndio namuomba Mungu uwepo wake uwe nami, ili niweze kuyaongea yaliyo yake, nisije nikaongea yangu. Nikiongea yangu nitakuwa nimeharibu. Unataka nimalize saa ngapi? Hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Leo ni siku ya wamama, lakini sote tuko hapa tunajumuika, ndio. Kwa hivyo tunaenda kujifundisha, hata kama ni siku ya wamama, tunaenda kujifundisha sisi wote. Topic yangu ni mwanamke mwenye hekima. Mwanamke mwenye hekima ni yupi? Na pale mwisho tutaenda kujibu hiyo swali. Mwanamke mwenye hekima ni yupi? Last year tulikuwa na siku ya wamama pia, tulijifundisha kuhusu mwanamke aliyekuwa anaitwa Esther. Tunakumbuka ya kuwa Esther vile alivyofanya, aliokoa watu wake, kwa maana angenyamaza watu wake wangeangamizwa. Kwa hivyo wacha tusome Proverbs 14:1. Somaji wa haraka tuko nyuma saa yetu.
Proverbs 14:1. Mwenye kusoma apewe mic watu wote wasikie. Proverbs 14:1. Mithali 14:1 inasema, kila mwanamke aliye na hekima hujenga nyumba yake, bali aliye mpumbavu huibomoa kwa mikono yake mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Tumesikia mwanamke mwenye hekima hufanya nini? Hujenga nyumba yake. Lakini yule mpumbavu hubomoa, si kubomoa tu, hubomoa akitumia mikono yake. Kwa hivyo leo ni siku ya mama, lakini tutajifundisha wote. Wamama, nyumba zetu tukitoa siri, yule mwanamke mwenye hekima huwa anaweka siri za nyumba yake. Lakini yule mpumbavu huwa anatoa siri yake. Na ukitoa siri za kwako, umepea adui nafasi ya kukuattack. Kwa hivyo atakuja na hizo weakness zako zenye umemuelezea na atakuja. Kwa hivyo mwanamke mwenye hekima tuwe tunaweka siri za nyumba yetu. Na nyumba yetu si nyumba tu, kuna familia, kuna ndoa na kuna kanisa pia. Kwa hivyo wamama pia kanisa tuwe tunaiangalia vizuri, kwa maana kuna mambo mengi inahitajika nguvu za mama kanisani. The more tunaendelea ndio tutaenda tukiona majukumu ya wamama. Hapo nimesema isomo hiyo tu moja ndio tujue mwanamke mwenye hekima ni yupi. Twende Exodus 1:15-21. Tunaenda haraka juu tuko nyuma. Exodus 1:15-21. Kutoka mlango wa kwanza kuanzia mstari wa 15 hadi 21. Inasema, kisha mfalme wa Misri akasema na wazalisha wa Waibrania. Mmoja jina lake aliitwa Shipra na wa pili jina lake aliitwa Pua. Akasema, wakati mwazalishapo wanawake wa Kiebrania na kuwaona wa katika kuzaa, ikiwa ni mtoto mwanamume basi muweni, bali ikiwa ni mtoto mwanamke na aishi. Lakini wale wazalisha walikuwa wakimcha Mungu, wasifanye kama walivyoamriwa na huyo mfalme wa Misri, lakini wakawahifadhi hai wale wanaume. Basi mfalme wa Misri akawaita wale wazalisha na kuwauliza, kwa nini kufanya jambo hili na kuwahifadhi watoto waume wawe hai? Wazalisha wakamwambia Farao, ni kwa sababu hao wanawake wa Kiebrania si kama wanawake wa Kimisri, kwa kuwa ni hodari hao, nao uzaa kabla mzalisha hajapata kuwafikia. Basi Mungu akawatendea mema wale wazalisha, na hao watu wakaongezeka sana, wakaendelea na kuzidi kuwa na nguvu nyingi. 21. Ilikuwa kwa sababu wale wazalisha walikuwa wakimcha Mungu, akawasimamishia nyumba. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona hapa kulikuwa na wakunga wawili, lakini waliamrishwa, walipewa command. Na ukipewa command lazima utimize. Sio pastor, sikuwa kuna command. Command haina tafadhali. Hiyo ni lazima utimize venye umeambiwa. Lakini hawa wamama walikuwa wanamcha Mungu. Kwa hivyo mwanamke mwenye hekima anafaa awe anamuogopa Mungu. Hawa wanawake walipoambiwa, mkienda kusaidia hawa mama kujifungua, mkipata tu ni baby boy mumuue. Lakini hawa mama walifanya nini? Walijibu, waliulizwa juu hawakuwaua hawa watoto, lakini waliuliza. Huyo king alipowauliza, kwa nini hamfanyi vile mimi nawaambia? Walijibu vipi? Walisema, walitumia hekima. Hata kuna swali unaweza ulizwa,
ujibu na hekima na ujibu kiupumbavu. Hawa mama wawili waliulizwa na king. Imagine sahihi, king ni nani? Ni president, si ndio? Akomandi, kuna manasi hapa, akomandi au madaktari nurses. Mtoto wa kiume akizaliwa pale hospitalini umuoe. Sahihi hiyo komandi katolewa sahihi. Imagine unaweza kuwa vipi sahihi? Unaweza kuwa vipi? Kutapatikana watoto wenye watauliwa moja, si ndio? Lakini wale wa mama walimuogopa Mungu. Walisema Mungu kuna yale ametufanyia. Kwa hivyo sisi hatuwezi kuwa hawa watoto. Kuna swali waliulizwa na huyu king wao. Mbona hamfanyi vile mimi nawaambia? Walijibu akawaambia, sisi before hata tufike huko tunapata hawa mama fanya nini? Wamejifungua. Of course haikuwa hivyo, lakini walijitetea. Walitumia neno hekima kujibu hiyo swali. Ndio wangejibu waseme sisi huwa tunachelewa, lakini walisema before sisi tufike hawa mama tayari wamejifungua. Na si hawa mama si kama wamama wenu. Sisi walisema sio kama wamama wenu hawa mama. Wanajifunga hata before sisi tufike. Hiyo king aliona hii inaweza kuwa ni ukweli, lakini walitumia hekima. Kuna swali unaweza ulizwa utumie hekima. Kama Yesu alipokuwa anaulizwa, wewe ni mwana wa Daudi, alijibu aje? Alijibu, umesema wewe. Kumaanisha ushajibiwa tayari. Kwa hivyo mwanamke mwenye hekima anafaa akuwe vipi? Awe anamuogopa Mungu. Pia mzee uwe unamuogopa Mungu, kwa kuwa kama wale midwives wangewaua wale watoto, hiyo generation ingeisha. Na huyu king kulikuwa na lengo fulani alikuwa amepanga kumaliza hawa watu, hiyo generation. Lakini wale